is why the blood? Why the blood? Bwana asifiwe. Kwa nini damu? Bwana asifiwe. Na nimekuja kuelewa wakati nilikuwa nasoma neno that the blood of Jesus inaleta mambo mengi mazuri, na pia shetani amejua kuleta counterfeit. Anaigiza watu kwa covenant zingine za damu. Bwana asifiwe. Na ndio unasikia watu wengi, hata kuna wengine wanakubaliana, wanasema mambo ya Mungu wa mbinguni, lakini ukifika kwa Yesu wanasema huyo Yesu hatumtaki. Why? Because Jesus, what he brought on earth, it is the blood. Na katika ulimwengu wa kiroho, damu ya Yesu hutakaza mtu kabisa. And that is why we qualify kukaa na Roho Mtakatifu, kwa sababu tumeoshwa na damu ya Yesu. Bwana asifiwe. So kuna mambo inakuaga kwa damu, na ndio tunataka tuangalie siku ya leo. Tuangalie hata katika utamaduni. Kwa nini mtu akifanya tu jambo anaambiwa leta buzi, tuchinje hii buzi? Inamaanisha nini? Bwana asifiwe. Ukienda kwa mganga anakuambia leta kuku, sijui leta nini. Kila kitu kinaitishwa, kuna one character kiko nayo, kiko na damu. Bwana asifiwe. So kuna mambo tunataka kuona ambayo inakuaga ndani ya damu, na ukielewa kile kinabebwa na damu, everywhere unasikia watu wanachinja is good, unaenda kuangalia sana hiyo damu inamwagwa, makusudio ya hiyo damu ni nini? Bwana asifiwe. Na ndiposa hata Yesu akasema tule meza ya Bwana ndio tuweze kumkumbuka, because akasema hii ndio damu yangu, kunyweni munikumbuke. Bwana asifiwe. So every blood that is shed on earth, kila damu ambayo humwagika hapa duniani, kuna mambo huwa inabeba. Bwana asifiwe. Na that is why we should be very careful mahali damu inaguzwa. Bwana asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Genesis. Kitu ya kwanza tunataka kuona hapo kwa Genesis ni kuwa damu huogea. Bwana asifiwe. Damu huogea. Kwa hivyo damu iko na mdomo, huo unaogea. Bwana asifiwe. Na katika kitabu cha Genesis 4 kuanzia mstari wa 10 inasema, and he said, what have you done? The voice of your brother's blood cries unto me from the ground. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu ananenea Kaini, anamuuliza ni nini hiyo umefanya? Kwa sababu damu ya huyo umeua inanililia. Bwana asifiwe. So every blood has a voice. Bwana asifiwe. Every blood has a voice. Na kile kilifanya hiyo damu imwagike huwa kinaogea katika ulimwengu wa kiroho. Wazazi wa Kain hawakuwa wanasikia hiyo sauti ya damu, lakini katika kiroho hiyo damu ilikuwa inaogea. And I can guess what that blood was saying. The blood was saying, ameniua bila hatia. Bwana asifiwe. Amenichukia tu bila hatia. That is what that blood was speaking. Bwana asifiwe. So wakati mtu ameenda katika shrine za kitamaduni, ameambiwa kuna wazee waliokufa zamani, sijui kuna nani ambaye tunafaa tuchinje, tumunyamazishe. Bwana asifiwe. You are being told we need a life ambayo sasa itakuwa inaogea kila mahali unaenda. Hata umeenda kumsifu Yesu sana, kuna sauti inasema lakini huyu ni wetu.
Huyu alijishikanisha na shosho yao na guka yao. Bwana asifiwe. And that is why we should not ignore some of the things that we have found ourselves with, kwa sababu damu inaogea. Siangalia mwenzako, mwambie damu huogea. Tunaweza kuwa sisi hatusikii kile damu inasema, lakini kama umehusika mahali kuna damu, kuna kitu damu inasema katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. So damu inaogea, inasema huyu anafaa kutumikia nani. Bwana asifiwe. Sometimes munaitwa, munaambiwa sasa hii tunachija hii kondoo sababu sisi tunatumikia Mungu fulani na sisi hatuwezi ondoka kwa utamaduni wetu na nini. Unafurahi hapo mkikura, lakini kila wakati unaenda kuinua mikono kwa Yesu, damu inasema that person does not belong there. Unajaribu kukanyanga kiroho ndio ukibie kiroho, lakini unapata kuna mambo inakuzuia, inakwambia you belong somewhere else. Lakini nashukuru Mungu siku ya leo because tutaona vile damu ambayo inaogea hunyamasishwa. Unajua our God will always make a way. Kama hapa Kenya nikipelekwa kotini nijajiwe, nisikie hiyo koti haijajaji vizuri. Kuna koti inaitagwa magistrate court, ni kama ndio kidogo. Bwana asifiwe. Nikisikia haijaniamulia vizuri naenda high court. Nikisikia high court haijaamua vizuri naenda wapi? Court of appeal. Nikisikia court of appeal haijaamua vizuri naenda Supreme Court. Wacha nikuambie, to break the voice of every blood you need a superior blood. Lakini lazima ukubali, lazima uone kuna mahali ulihusishwa na damu ikamwagwa. Na hiyo damu wakati kuna mtu hata akikuja kutoa mali kanisani anafilisika. Halafu anasema hiyo kanisa ni si mzuri. Si kanisa mbaya, hapana. Wewe inajulikana mali zako zinafaa kupelekwa ile zaidi ingine. Bwana asifiwe. Sasa wakati umepeleka kwingine, kuna damu inasema amepeleka mahali haifai kuwa, anyaganywe hiyo mali. Oh, I have good news for you. Kama wewe ndio mmoja wale wanatoa kwa nyumba ya Bwana, unafilisika sababu kuna damu nyingine inanena mengine huko. Leo hiyo damu inavujika because we have a superior blood, the blood of Jesus, the Son of the Most High God. So kuna damu ya Abel ilikuwa inasema revenge for me. Revenge for me. Bwana asifiwe. Haleluya. So hata kama kuna damu ilimwagwa mahali ati ndio ukataliwe, wakasema sasa huyu tunamuita hapa na hakujagi, wakachija wakasema, so kuna damu inasema kila mahali ukienda hufai, unafaa ukataliwe. Unafaa ukataliwe. Leo tuna apply the superior blood ambayo iko juu ya damu zote katika jina la Yesu. Katika hiyo pointi ya kuona ya kuwa damu huwa inaogea, tutasoma katika kitabu cha Wahibrania 12. Wahibrania 12:24. Inasema, unto Jesus the mediator of the new covenant, unto the blood of the sprinkling that speaks better things than that of Abel. Bwana asifiwe. Inasema tumeshikanishwa na damu ya Yesu, na hii damu ya Yesu inaogea mambo mazuri kuliko damu ya Abel. Bwana asifiwe. Damu ya Abel ilikuwa inasema nilipisie, amenionea. Lakini kuna damu ya Yesu. Yesu akiva pale msalabani alisemaje? Alisema imeisha yote ya kumwokoa mwanadamu. The blood speaks. Wakati damu ya Yesu ilimwagika,
ilikuwa inasema wanadamu wawekwe huru, ilikuwa inasema wanadamu watakazike, ilikuwa inasema wanadamu wakubalike mbele za Bwana. Biblia inaniambia wakati Adamu alifanya makosa, hata ardhi ililaniwa, lakini nashukuru Mungu kwa sababu Yesu alipoagikwa msalabani, damu yake iliguza mpaka mchanga, ikasema mchanga haitalaaniwa tena. Oh my sister, my brother, there is blood that speaks better. So mpendwa, wengine wetu pengine damu zilimwagwa, hatukujua zilimwagwa kwa nini. Mimi niliambiwa guka yetu alikuwa tajiri sana, so kila mtu alikuwa anazaliwa anaitwa Bogua. Mbuzi ilikuwa inachinjwa. Sasa sijui, sikuwa hapo, sijui ilichinjwa iseme nini, lakini if it was something negative against my life, I have a superior blood in the mighty name of Jesus. Kama ilikuwa ya kuchinjwa, ndio maroho ambayo huwa inafuata Bogua inifuate milele. Hapana, I have the Spirit of Christ. I have the Spirit of Christ in the name of Jesus. Inawezekana unajua ama hujui, if there is any blood that was involved in your life, that has been speaking against your life, speaking against your work, speaking against your family, speaking against your family, I break that blood with the superior blood of Jesus. Tuwe tulihusishwa, hatukuhusishwa, hiyo damu iliyonenewa ikamwagwa inene kinyume na sisi, leo tunaachana nayo katika jina la Yesu, kwa sababu kuna damu iliyo juu ya damu zote. Bwana asifiwe. So mpendwa, ni vizuri unaangalia maisha yako. There are some routines that come because blood has spoken. Bwana asifiwe. So kwa sababu hiyo damu ilikuwa inaongea, Kaini alipata laana. So na sisi tumepata damu nyingine ya Yesu ambayo haileti laana, inaleta baraka. Bwana asifiwe. Wacha tuone jambo la pili ambalo damu huwa inafanya. Inasema the blood brings a curse or a blessing. Damu huleta baraka ama laana. Genesis chapter 4 verse 11 inasema, now you are cast from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you cultivate the ground from now on, it will not yield its strength. You'll be a fugitive and a vagabond on earth. Bwana asifiwe. So unaona, kwa hiyo damu kumwagwa, nani anaambiwa Kaini ya kuwa atakuwa vagabond, kitu mtu ambaye hawezi saidia chochote. Yani ni kama kistachu kile kinawekagwa kwa mahidi. You are there but there is no change you are bringing. Bwana asifiwe. Akaambiwa sababu umemwaga damu utalaaniwa na mchanga hautakuzalia kikamilifu. Hizi mambo ambazo wachawi huwa wanatumia. Wanamwaga damu, wanasema you be useless. Lakini leo we have a superior blood, the blood of Jesus. Wacha nikwambie, hii damu ilileta laana, na hiyo laana tunaionaga ikifanya kazi. If the blood hiyo ilileta laana, what about the blood of Jesus, the Son of the Most High God? Kama muganga na mchawi na watu wa kitamaduni wanaweza toa buzi na wajue tumelaaniwa na waamini kabisa na ifanye kazi, we have a superior blood. We have a superior blood, the blood of the Son of God. In the name of Jesus, natangaza kwa jina la Yesu, kila laana iliachiliwa kwa maisha yako, we cancel with a superior blood, the blood of Jesus, the Son of the Most High God. Mungu anamwambia ya kuwa ardhi ilikuwa tayari,
ichukue hiyo damu imemwagwa, na sababu ardhi imepokea hiyo damu, anaambiwa ardhi haitakuzalia kikamilifu. I have good news for you in the name of Jesus. Hiyo ardhi ilikuwa inagojea damu ya Abel, hiyo ardhi iligojea damu ya Yesu Kristo iliyotoka kwa mikono yake. Kupitia kwa damu ya Yesu, kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Kazi ya mikono yako imewekwa huru with a superior blood. Ingine ilitoka kwa ubavu, ingine ilitoka aliwekwa crown ya mimba. Wacha nikuambie mpendwa, hata kama walitoa sadaka wakasema you be a vagabond, you be useless, naye Yesu pale msalabani aliwekwa kofia ya mimba ndio akili zetu zikombolewe. You cannot be a vagabond. Ile taji aliwekwa ya mimba ni ya kukomboa akili zako. That is why the Bible says that we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Kama kuna sadaka iliinuliwa, kama kuna madhabahu ilitolewa damu, ndio akili zako zifungwe kwa jina la Yesu. Hiyo damu iliyotoka kwa kichwa cha Bwana alipowekwa kofia ya mimba, siku ya leo ifungue akili zako. Siku ya leo ifungue mawazo yako. You have the mind of Christ. You are not useless. You are not a vagabond. You are not useless. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Aliambiwa sababu damu imeguza mchanga, huo mchanga hautakuzalia. Na leo niko na good news. Damu ya Yesu iliguza mchanga. We are blessed in the name of Jesus. Ni lazima mchanga utuzalie mema. Ni lazima mchanga utuzalie mema. Wewe hautakataliwa. Kila unapanda utafuna. Duka yako haitakutapika kwa sababu mahali imejengwa. Damu ya Yesu iliguza. Mahali nyumba yako imejengwa, wewe hautakuwa na divorce, because mahali hiyo nyumba imejengwa kuna mchanga, na hiyo mchanga iliguzwa na damu ya Yesu. Iliguzwa na damu ya Yesu. Kila kitu kinatoka kwa mchanga. Fedha na dhahabu zinatoka kwa mchanga. Oil inatoka kwa mchanga. Vitu za dhamana zinatoka kwa mchanga. Yesu alipowekwa msalabani, damu yake iliguza mchanga. Ndio kila utajiri ulikuwa umefungwa na laana uweze kufunguliwa. You cannot be poor. You cannot be poor. Everything you do will work for you in the name of Jesus. The way laana ziliachiliwa, ndio Yesu alileta baraka. Everything you touch inavaa kuwa baraka. Mahali unafanyia biashara kuna mchanga, huo mchanga uliguzwa na damu ya Yesu. You are a candidate of success. You are a candidate of success. Failure is not your portion. Akili zako zimewekwa huru. Mikono yako imewekwa huru. Miguu yako imewekwa huru. Miguu yako haiwezi laaniwa. Damu ya Yesu ilitoka kwa miguu. Every blood has significance. Sitaki kujua wangapi wali involve damu kwa sababu ya maisha yangu. What I thank God for, I have a superior blood. No one can appeal against the blood of Jesus. Na ndio Biblia inasema there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. You cannot condemn the work of my hands. You cannot condemn my wealth. Kwa sababu ni Yesu alirejesha kila laana ilinenewa mchanga kupitia
pia kwa damu ya Yesu ilibadilika. In the name of Jesus. So wewe hauna ploti, uko na haki ya kuona ploti. Gharama ilishalipwa, damu ya Yesu ilishaguza hiyo mchanga, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, amen. Number three, the blood brings exemption. The blood brings exemption. Tutasoma katika kitabu cha Exodus chapter 12, I think from verse 12 kama sikosei, inasema Exodus chapter 12 verse 12. Let me confirm that verse in the name of Jesus. Exodus 12 inasema, yes, ndio tunasoma Exodus 12 verse 12. Inasema, on that night I passed through the land of Egypt, strike down every firstborn male animal, strike down every firstborn son and firstborn male of animal in the land. I will execute judgment. All the gods of Egypt, I am God. Bwana asifiwe. So kuna wakati Mungu huwa anashuka kupigana na miungu. Bwana asifiwe. Na siku hiyo ilifika pale Egypt, na Mungu akasema ninashuka kuleta judgment, na mimi nitapigana na miungu. Na vita ya miungu si rahisi. So God had to bring a way ya kuwa kuna watu watakuwa marked, ndio hiyo vita ya miungu isiwamalize. Bwana asifiwe. So verse 13 inasema hivi, and the blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you. The plague will not be on you to destroy you when I struck the land of Egypt. Bwana asifiwe. Yani Mungu anawaambia, I'm coming to judge gods. Na hapa nataka munishike. Bwana asifiwe. Simuona vile watu wameinua miungu. Kuna miungu ya Wakikuyu, sijui kuna miungu ya nani. Wacha nikwambie, God comes to judge those gods. And kitu kimoja ambacho huwa kinafanya watu wakati wameinua miungu, judgment inaletwa, ni vifo. Bwana asifiwe. Wakati judgment ya Mungu inakuja, vifo huongezeka. Bwana asifiwe. Pia mashamba hukosa kuzaa. So kama hiyo miungu inaabudiwa tu hapa kwetu, na sisi tunaishi hapa, what will exempt us? Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wakaambiwa, I'm coming to judge the gods of Egypt. If God is coming to judge the gods of Morera, if God is coming to judge the gods of Kenya, na sisi tunaishi Kenya, what will give us exemption? Bwana asifiwe. Kama Mungu anakuja kujaji economy ya nchi, na sisi tunakaa kwa hiyo nchi, what will give us exemption? Biblia inasema wakaambiwa, nikiona damu, you be exempted. Wacha nikuambie mpendwa, the blood of Jesus, yani Mungu anasema nikiona damu nitapita. Wacha nikuambie mpendwa, kuna wakati Mungu hushuka, anataka kuangalia wanabiashara kile wanafanya, angalia wanaangalia miungu migani. Kile tu kinaweza okoa biashara yako wakati kama huo ni damu ya Yesu.
Bwana asifiwe. Na that is why I tell you, no matter what is happening to the economy ya dunia, hata kama watu wanasema namna gani, hata kama watu wa biashara wanalia, mimi I am exempted because I have the blood of Jesus. Kuna mambo ukiongea watu wanakuona kama uko na maligo. Wanakuuliza biashara iko aje, unamwambia yangu iko sawa. Anasema nyinyi mliokoka mna mambo hamuelewi. Na pengine amepata hata duka yako haina customer, lakini we know what we are saying. Bwana asifiwe. Hapo firstborn wa Egypt walikuwa wanakufa, ndio wana wa Israeli tu walikuwa bado. Hapo wanyama wao walikuwa wanakufa, ndio pia wana wa Israeli walikuwa na wanyama na hawakukufa. I prophesy to you, because of the blood of Jesus, hata kama wengine wanafunga biashara yako ni exempted by the blood of Jesus. Hata kama watu wanalia ndoa zinavunjika, yako ni exempted by the blood of Jesus. Hata kama kampuni zinafuta watu sababu economy ni gumu, you are exempted by the blood of Jesus. Hey, firstborn walikufa hapo hapo, lakini mahali kulikuwa na damu, kulikuwa na exemption. I prophesy to you, ndani ya hiyo damu ya Yesu waliambiwa instruction, as long as uko kwa hiyo nyumba ambayo imepakwa damu, hakuna uovu utakupata. Na mimi nimekuja kukuambia, my sister, my brother, stay in the blood of Jesus. Outside there is death, outside there is destruction, outside there is hardship, but in the blood of Jesus there is exemption. Kwa hiyo damu ya Yesu wewe unapitwa. Yule malaika aliambiwa enda ukiua, akiona damu anapita. Yule malaika anaachiliwa kujaji biashara ambazo asitumii nguvu za Bwana. Akifika yako atapita, atapita. Yule malaika anaachiliwa kwa sababu ya judgment ya kila aina. Akikupata kwa damu ya Yesu anaruka, unakuwa exempted. So usijali ati tuko duniani mambo ni magumu. Wapi? Mambo si magumu. We are exempted. Wakati miugu inaonana kado, we are in the right place. Bwana asifiwe. The battle of gods. Bwana asifiwe. Kule nje, yule ako nje ya nyumba ndiye anajua miugu inaonwa kado. But we shall stay in the blood of Jesus. In the name of Jesus. Number 4. The blood seals a covenant. The blood seals a covenant. Wakati wowote unaona watu wanaongea mahali au wanasema suluhisho ni damu, kuna muhuri inapigwa ya kuwa uliagiri hicho kitu, hata ukikataa physically, lakini ulihusika. Hiyo damu inasema this thing is sealed. Unaweza sema na mdomo yako mimi siko hapo, lakini wacha nikuambie, mambo ya damu haikataliwi na mdomo, inakataliwa na damu nyingine ya juu. Bwana asifiwe. Inakataliwa na damu nyingine ya juu kwa jina la Yesu. So tunasoma katika kitabu cha Exodus 24 verse 8. Exodus 24 verse 8 inasema, and Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, see the blood of the covenant which the Lord has made with you about all these words. Yani wakati Musa ameongelesha watu mambo ya Mungu, Biblia inasema alichukua damu akawarushia hiyo damu, akasprinkle kwao, akasema hiyo ni damu ya agano. Naye Yesu wakati alikuwa kwa meza kama hii tuko nayo siku ya leo, akasema this is the blood of the new covenant. Bwana asifiwe. So haijalishi watu walisiru na damu gani maagano, leo katika jina la Yesu
Kila mtu ako kwa maagano ambayo ni watu wakubwa, siwezi nikiwafuata akajua kitu tutafanya ni damu. Nao watu wa ulimwengu wanajua, mkienda mkiongea kitu tu damu inamwagwa hapo. Hata ukikataa wanajua huyu mtu hakuna mahali anaenda, tulifuga na damu. Kitu hawajui, there is a superior blood. Hiyo ujuzi wao, hiyo hekima yao imefika kwa hiyo kabuzi. Hajui kuna kabuzi kengine kalitoka mbinguni. Behold the Lamb of God that breaks away every other covenant. Wapendwa, kwa jina la Yesu, maagano yote yalifanywa tukijua na bila kujua, damu ikamwagwa, tukaambiwa the covenant is sealed. Right now we break it with the blood of the covenant, ambayo Yesu alisema mwenyewe, this is the blood of my covenant. So wakati unakunywa damu ya Bwana siku ya leo, nenea maagano yote, waambie, as I partake this cup, I'm breaking every covenant. Whatever covenant was sealed with other blood, I break it by the blood of Jesus. Na ndio anasema tufanye haya tumkumbuke. Tusisahau ya kuwa kila covenant nyingine tukiwa ndani ya Yesu, there is no other covenant that can claim you. Haijalishi walichinja nini, hiyo damu ukiapply the blood of Jesus, hiyo damu inakosa nguvu. Bwana asifiwe. The battle of gods is decided by the blood. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati miungu ya Wamkikuyu inakuja kunitafuta nilienda wapi, ikipata damu ya Yesu inajua. Bwana asifiwe. And that is so dangerous. Wakati mimi nikiwa pastor nianza kukufundisha ukuje tutoe buzi hapa, hiyo ni kukumaliza, sababu sasa buzi, hata kama ile tumechinja saa hii ni nono kuliko ile ilichinjwa. Hata kama walichinja moja tuchinje 10, that remains at hiyo 10 still is the blood of the Lamb. Lakini kuna the blood of Jesus, the most high Son of God, inafuja kila kitu katika jina la Yesu. Number 5 inasema, since dhambi ambazo ni za damu sinaweza tu kufujwa kwa damu. Sins of blood can only be undone by the blood. Sins of blood can only be undone by the blood. Tutasoma katika kitabu cha Numbers 53:33. Numbers 35:33. Inasema, do not pollute the land where you are, for blood defiles the land, and the land cannot be cleansed from blood that is shed in it. Unasikia? Wanaambiwa wasichafue mahali wamepewa, nchi ambao wamepewa, wasipollute kwa kumwaga damu ovyo ovyo. Halafu Biblia inasema vizuri, kwa kuwa damu, Bwana asifiwe, haiwezi safishwa except by the blood of the one who shed it. Bwana asifiwe. Yani wanaambiwa kama mtu ameua anafaa kuuawa, blood for blood. Bwana asifiwe. So wanaambiwa nchi mnaoenda msiende kuua watu tu hivyo hivyo, sababu mkiua mtu hiyo damu haiwezi ondoka mpaka huyo mtu auawe. Bwana asifiwe. Na sisi Yesu alitupata kwa dunia tumechafua, damu imemwagwa kila mahali, na unasikia Biblia inasema hiyo nchi itakuwa tu safi kama huyo aliyemwaga damu ameuawa. Na ndio Biblia inasema the wages of death of sin is death. Sasa sisi ndio tulikuwa tunafaa kufa ndio nchi itakasike, na wakati tunaenda kufa Yesu akasimama akasema hold on,
nitakufa kwa miaba yao. Sijui kama unanielewa. Mungu anaambia Musa, msimwage damu sababu itachafua nchi. Na damu ikishamwagika haiwezi oshwa. Inaoshwa kwa njia moja peke yake. Huyo mtu amemwaga damu yake imwagwe, then nchi itakuwa safi. Sasa sisi we deserved to die. Na ndio Biblia inasema we were dead in sin. Hata kama tulikuwa tunatembea mahali kuwa tunatembea, pengine ulikuwa unatembea Murera kabla hujaokoka, you are like dead, because mtu ambaye amehukumiwa kifo hata kama hajauawa amekufa. Bwana asifiwe. So we deserve to die. We were dead in sin. Sasa Yesu akaja akasema nakufa kwa miaba yao. That is why hatuwezi hukumiwa. Wale hawajui neno, shetani huwa anakuja anamwambia ulifanya hii na hii. Ni kweli nilifanya, anakuambia unavaa kufa. Kile mtu ana apply ni gia hiyo ingine, unamwambia Kristo alikufa kwa miaba yangu. So no matter how defiled this earth is, as far as we are concerned, imesafishwa kwa damu ya Yesu. Kile kilisemekana huwezi pata, kwa sababu kuna maovu yalifanyika kwenu. We have a superior blood. It is only the blood that cancels blood. And we have the blood of Jesus, ambayo ina cancel every defilement. Kila defilement ingekudisqualify, ikwambia huwezi miliki hii, ikwambia huwezi fika mahali fulani. The blood of Jesus has cancelled every defilement. The blood of Jesus was shed on our behalf. Mahali tulikuwa tufe ndio dunia ikuwe safi. Yesu alikufa kwa miaba yetu. In the name of Jesus, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Why? Jesus has taken our place. Mahali Mungu alikuwa anafaa kuchinjwa, ndio damu yake ilipishe kizazi. Yesu alichinjwa kwa miamba yangu. Yohana akaona katika kitabu cha Revelation, akaambiwa, behold the Lamb of God that was slain. Behold the Lamb of God that was slain, that takes away the sins of the world. Hiyo ndio shetani haelewaki. It was exchanged. I was to die, but somebody loved me more and died on my behalf. Bwana asifiwe. Efika namba ngapi? Namba 5. So pia tunaweza iona katika Hebrews chapter 10 verse 29. Hebrews 10:29 inasema, of how much was punishment do you suppose will he be thought deserving, who has trampled under feet the Son of God, and has counted the blood of the covenant with which he was sanctified an holy thing, and has insulted the Spirit of grace. Kuna watu huwa wanatoka tu kwa nyumba ya Bwana, wanarudi kwa zile mabuzi tu. Biblia inasema, unaona ana deserve punishment ya namna gani? Huyu ambaye amekanyaga, trampled under feet, damu ya maana namna hii. Susalimie mwenzako, mwambie usirudi huko. The punishment will be more. Bwana asifiwe. Unajua hawa watu wanajua kufix mtu, wanakuambia sasa mahali umefika, hii ndio inahitajika. Mine was paid in full.
Bwana asifiwe. Na wacha nikuambie, si lazima ueleweke. Si usalimie mwenzako mwambie si lazima ueleweke. Kuna kueleweka kwingine, kuna kuweka kwa shida. Bwana asifiwe. So tafadhali, ukirudishwa mahali kama hapo, Biblia inasema hiyo damu ya Yesu ya dhamana unaikanyaka na madharau. Mpaka Biblia inauliza, what punishment do you deserve? Bwana asifiwe. May God have mercy upon us in the name of Jesus. Number 6, the blood of Jesus washes away sin. The blood of Jesus washes away sin. Tunasoma katika Revelation chapter 1 verse 57. Biblia inasema the blood redeems. The blood, kuna mambo mengi damu inafanya. Inasema the blood redeems, makes us forgiven, and reconciles us with God. Bwana asifiwe. So the blood redeems. Hiyo ya the blood washes away sin. Sikuisukuma sana, sababu hiyo watu wengi wanaelewa. So kile tunasema hapa, tuko sasa number 7. The blood redeems, the blood makes us forgiven, and the blood reconciles us with God. Yani damu hukomboa, damu hufanya usamehewe, na damu hukuleta karibu na Bwana. Bwana asifiwe. Redeeming means, sijui wakina gapi, ukienda kwa supermarkets kuna ile una register points. Tuseme ukinunua 1,000 wanakupatia sijui ni shilingi 10 ama ni 100, sijui. Sikuna wakati zinaongezeka, sinafika mpaka 2,000. Unaingia hapo bila kitu, unachukua vitu za 2,000, unaenda pale unarudishiwa zote. So damu ya Yesu wakati inakuja kwa maisha yetu, hatutoki empty handed. Sijui kama unanielewa. Wana wa Israeli walipo apply damu, waliambiwa itisheni wadosi wenu fedha, dhahabu na gold. Unanielewa? So damu ya Yesu haikufanyi utoke mikono mitupu. Hapana, damu ya Yesu ikikuja, baraka zote Bwana alikuwa ameachilia kwa jamii zenu, unaenda nazo. Hata kama umekataa miungu yao, kila Mungu alisema hii ni ya hii jamii. Wacha nikuambie, mikono mitupu. Hunielewi? Hutoki mikono mitupu. The blood of Jesus redeems. The blood of Jesus makes us to be forgiven. No matter zile dhambi zilikuwa zimefanywa, wakati damu imewekelewa. Wana wa Israeli hawakuwa watakatifu, si ndio? Lakini ile nyumba walikuwa, ilipopakwa damu, makosa yao yote iliisha. Unanielewa? Wana wa Israeli hata walipotoka, walikuwa na miungu ya Misri wamebeba. Lakini hata kama walikuwa na miungu ya Misri, wakiwa ndani ya hiyo nyumba ilikuwa na damu, they were forgiven. Bwana asifiwe. Na jambo la 3, damu inakuleta karibu na Bwana. Hizi tutaona katika kitabu cha Colossians chapter 1 verse 4. Colossians chapter 1 verse 4. Inasema, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins. Yani ndani ya Yesu, hiyo damu yake, everything that concerns us is redeemed. Bwana asifiwe. Afya yako iko redeemed katika jina la Yesu. Sickness is not your portion in Jesus name. Wakati damu ya Yesu inakuja in completeness in the name of Jesus. Colossians 1:20 inasema, and having made peace through the blood of his cross. Kwa hivyo
damu ya Yesu inaleta amani kati yetu na Mungu. Unajua kuna misemo shetani anaambiaga mtu, anakuambia wewe huwezi karibia Mungu. Wewe bado Mungu hajakusamehe kabisa. Tafadhali jua neno la Bwana linasema when you are in the blood of Jesus there is peace between you and God. Mungu hakuchukii. Usihubirie mwenzako, mwambie Mungu hakuchukii. Wacha kuona kama umechukiwa na Mungu. Mungu hakuchukii. Bwana asifiwe. Inasema hiyo 20, and having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things to himself, and by him I say, whether things on earth and things in heaven. Bwana asifiwe. Yani kupitia kwa damu ya Yesu, Biblia inasema we have been reconciled back to God. Bwana asifiwe. Unajua mimi ni accountant. Kuna kitu tulisoma inaitwa bank reconciliation. Bank reconciliation mara ya kwanza tulisoma shuleni, tukafanya, haikuwa gumu hivyo. Sasa nikaajiriwa kazi, nikawa chini ya madam mwingine alikuwa anaitwa Ann. So tukifanya reconciliation ninakosa 0.002, ananiambia hii hesabu haiko sawa. Kuna siku hata ilikuwa difference ni shilingi 1, akaniambia unarudia yote, na ilikuwa kubwa, ni statement cha family bank kikubwa. Akaniambia hii haija balance. Nikamwambia si nikupatie hiyo shilingi. Akaniambia haifanywi namna hiyo. Bwana asifiwe. Because logically kile kinafanyika ukiwa kwa duka yako, si umeuza, unaandika nimeuza shilingi 20, halafu unasema nimebank 50, halafu unakaa unasema nimetoa shilingi 20 kwa banki, nimenunua vitu. Hizo hesabu zote, kile ulitoa kwa duka na kile ulitoa kwa bank, ile unapewa na bank na yako kwa duka, lazima ireconcile. So alikuwa ananiambia hiyo shilingi ilienda wapi? So wakati Biblia inasema we have been reconciled, it means hakuna hata ka point kamebaki. We have been reconciled with God. The other term inasemekana we have been made right. Ukiitwa righteous person, unaambiwa you are right with God. Yani huyo madamani alikuwa ananionyesha kama kuna 0.02 haionekani, hiyo haijareconcile. So I understand wakati ninasoma neno la Bwana, nikiambiwa damu ya Yesu imenireconcile na Mungu, ni kusema tumeigiana na Mungu, hakuna kitu inaondoka. That is the work of the blood of Jesus. So wakati unaonanga tukikunywa meza ya Bwana hapa, ni kukukumbusha ya kuwa hakuna kitu kilibaki. You have been reconciled with God in the name of Jesus. Na ya mwisho 7 inasema the blood of Jesus gives access to the most holy place. Damu ya Yesu inakusaidia kuingia patakatifu patakatifu. Katika kitabu cha Wahibrania 10:19 inasema, therefore brothers, we have boldness to enter into the most holy place by the blood of Jesus. Unasikia? Tuko na ujasiri wa kuingia mahali patakatifu pa patakatifu, sio kwa matendo yetu, sio kwa kile tumetoa kwa kanisa, bali ni kwa damu ya Yesu. Hizo verse bado unaweza iona katika Ephesians 1:7 na Ephesians 2:13. Zote zinasema we can access the holy place because of the blood of Jesus. Bwana asifiwe. So sasa tunataka kupatake the Lord's table katika jina la Yesu, na hiyo mambo ndio unafaa kuclaim, ambayo nimekufundisha siku ya leo, ya kuwa sisi tumesamehewa, sisi tumereconcile na Mungu, sisi deni yetu imelipika. Kama kuna kitu chako kilipotea, hii damu iko na uwezo wa kurejesha. Restoration in the name of Jesus. Bwana asifiwe. We are restored by the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nitaita
brother Peter na my wife tusaidiane kupeana meza ya Bwana katika jina la Yesu. Hallelujah. That is why we partake the Lord's table, so that we can remember all those things ambayo nimekuambia siku ya leo katika jina la Yesu. Hallelujah. Wacheni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, siku ya leo tuko mbele yako Bwana. Ni asante Mfalme, tunapokumbuka vile ulituambia ya kuwa Bwana tufanye hivi ndio tukukumbuke. Baba, hizi ni vitu tumetengenezea tu hapa duniani, lakini kutoka saa hii tunatangaza hii ni damu ya Yesu na hii ni mwili wa Yesu. Kila mtu anayepartake Bwana, hayo mambo yote tumeona kwa damu, restoration, kuingia mahali patakatifu, zote zihappen kwa maisha yao. Na walio na magonjwa Bwana, wanapopatika hata mwili huu, tunaomba ya kuwa Bwana afya itawarudia katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. So tutasafiwa, alafu tutagojeana katika jina la Yesu. The blood of Jesus on the cross, it was to set me free. The blood of Jesus on the cross, it was to set
blood of Jesus on the cross. It was to set me free. 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 Hallelujah. It was to set me free. It was to set me free. It was to set Kama umepitwa, me inua mkono wako. free. It was to set me 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 free. Kuna mwingine amepitwa? Tunasoma katika 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11 kuanzia 23. Inasema, for I have received from the Lord what I also passed to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Bwana asifiwe. So hii ni maagizo ambayo Paul anasema anayapatisha vile amepata kutoka kwa Kristo. Bwana asifiwe. So wakati tunakula meza ya Bwana, neno la Bwana linasema tujihoji. Tujihoji ni kusema we should not disqualify ourselves kuliko kwa kukunywa, lakini Biblia inafundisha tukunywe na heshima na tukule na heshima inayofaa. Bwana asifiwe. So nataka uinamishe uso wako, mwambie Bwana, ninaomba Bwana nikubalike mbele zako. As I partake your body and your blood, O God, forgive me all my sins and my iniquities. O Lord, I pray, dear Father, that it shall change my life as I fulfill the word that says we partake to remember you, to remember what you did on the cross, in the mighty name of Jesus. Biblia inasema akachukua mkate akaubariki. Baba, nabariki mkate huu, na kutoka siku ya leo na wakati tunaikula, wacha iwe mwili yako. Na Bwana, tunaomba kwa jina la Yesu, hii mwili ambayo ilibeba magonjwa yetu,
We declare we shall not die of sicknesses in the mighty name of Jesus. We shall not be weak in our bodies. We pray for abundance health, oh God, to do your work in the name of Jesus. Na Baba, tunaomba kwa jina la Yesu, kama vile uligawa mkate ukapatia watu wakafunguka macho, tunapopateki mwili huu Bwana, tunaomba ya kuwa macho yetu itafunguka na tuweze kuelewa even the kuingia kwa ujumbe wa siku ya leo. Na ujumbe wa siku ya leo nimeupraise kama swali, ndio